Karibu, natumai uko poa. Aleki hapa, na hii ni mbichi na imeiva, na hii ni ingine moto sana, na ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Methali. Kijana mjinga atongozwa. Neno linasema hivi: kutoka kwenye dirisha la nyumba yangu nilitazama chini kupitia viunzi vya dirisha langu, na nilipokuwa nikiwachunguza wajinga, nilitambua miongoni mwa vijana kijana fulani, mwanaume asiye na busara. Alipita barabarani karibu na njia panda anapoishi mwanamke huyo, naye akashika njia inayoelekea nyumbani kwa mwanamke huyo. Jioni, wakati wa giza, usiku na giza linapoingia, kisha nikamwona mwanamke akija kukutana naye, akiwa amevaa kama kahaba mwenye moyo mjanja. Mwanamke mwenye kelele na mkaidi akai kamwe nyumbani mwake. Mara yuko nje, mara yuko katika viwanja vya jiji. Ananyemelea karibu na kila njia panda, kisha anamkamata kwa nguvu kijana huyo na kumpiga busu bila aibu. Mwanamke huyo anamwambia, nililazimika kutoa dhabihu za ushirika. Leo nilitimiza nadhiri zangu. Ndiyo sababu nimekuja kukupokea, kukutafuta nami nimekupata. Nimetandika matandiko bora kitandani mwangu, kitani cha Misri chenye rangi mbalimbali. Nimenyunyiza manemane, udi na mdalasini kitandani mwangu. Njoo tunywe na kushiba upendo mpaka asubuhi, na tujifurahishe kwa mahaba. Kwa maana mume wangu hayuko nyumbani, amesafiri mbali. Alibeba mfuko wa pesa, naye atarudi mpaka siku ya mwezi mpevu. Anampotosha kwa ushawishi mkubwa, anamtongoza kwa maneno laini. Ghafla kijana huyo anamfuata kama ng'ombe dume anayeenda machinjioni, kama mjinga anayeenda kuadhibiwa katika mikatale, mpaka mshale unapochoma ini lake, kama ndege anayekimbia kuingia mtegoni, ajui kwamba hilo litamgharimu uhai wake. Na sasa wanangu, sikilizeni kwa makini maneno ninayosema. Msiruhusu moyo wenu uanguke na kufuata njia zake. Msipotee njia na kufuata vinjia vyake, kwa maana amewaangamiza wengi, na wale aliowaua ni wengi sana. Nyumba yake huongoza kaburini, hushuka chini kwenye vyumba vya ndani vya kifo. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Methali, ambacho ni kitabu cha Proverbs, kiliandikwa na Sulemani, Aguri na Lemueli wakiwa Yerusalemu.
Proverbs chapter 7 verse 6 to 27. Uncompromised and undiluted word of God. Na pia ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mhubiri, na neno linasema hivi: nenda ule chakula chako kwa shangwe na unywe divai yako kwa moyo mchangamfu, kwa kuwa tayari Mungu wa kweli amefurahia kazi zako. Mavazi yako na yawe meupe daima, na usikose kupaka kichwa chako mafuta. Furahia maisha yako pamoja na mke wako mpendwa siku zote za maisha yako ya ubatili, ambazo Mungu amekupa chini ya jua, siku zote za ubatili wako, kwa maana hilo ndilo fungu lako maishani na katika kazi yako ngumu unayofanya kwa jasho chini ya jua. Jambo lolote unalofanya kwa mkono wako lifanye kwa nguvu zako zote, kwa sababu hakuna kazi wala mipango wala ujuzi wala hekima kaburini mahali unapokwenda. Nimeona jambo lingine chini ya jua, ya kwamba siku zote si wenye mbio wanaoshinda mbio, wala wenye nguvu hawashindi vita, wala wenye hekima hawapati chakula siku zote, wala werevu hawawi na utajiri siku zote, wala wenye ujuzi hawafanikiwi siku zote, kwa sababu wakati na matukio yasiyotarajiwa huwapata wote. Kwa maana mwanadamu ajui wakati wake. Kama samaki wanavyonaswa na wavu mwovu, na ndege wanavyonaswa na mtego, ndivyo wanadamu wanavyonaswa wakati wa msiba unapowapata kwa ghafla. Kumbuka kwamba kitabu hiki cha Ecclesiastes ambacho ni kitabu cha Mhubiri kiliandikwa na Sulemani akiwa Yerusalemu. Ecclesiastes chapter 9 verse 7 to 12. Uncompromised and undiluted word of God. Tukutane Galilaya. Haleluya! Hii ni neno la Mungu. Tunazidi kuiwasha taa zaidi na zaidi, maana ili neno la Mungu ni nuru kamili ya ulimwengu huu, na katika haya maisha ni safari ya kupiga shangwe tele na kutukuza. It can never be otherwise. God bless you guys, na tuzidi kuishi katika hii nuru siku zote, maana sisi ni wale wana wa nuru, nasi ndio tupo kumtumikia huyu Mwenyezi Mungu kikamilifu kila wakati, bila usumbufu wowote, na bila shaka tupate nuru au sio, na tuyafurahie haya maisha siku zote vile inafaa. Tujibambe, tujinice na tujiachie kwake Mwenyezi Mungu. Thank you so much. Big up. God bless you.